Madam Miriam. Nakuja. Zote lakini nikazipuza kimoyo moyo. Nilijipa matumaini. Madam. Tayari nimeshakuandalia juisi, nimekutengenezea na matunda kidogo. Ni nani aliyokuagiza hivyo vitu? Kwa maana mimi sijakuagiza kabisa. Madam. Sio wewe umeniagiza nikakuandalia juisi? Mama akashaanza kutuletea vichao ndani. Sasa sikia, mimi siwezi kula hizo takataka zako. Ninachokuomba, beba na uende. Kila kona jina langu linasikika. Baby boy, baby boy. Ndani ya nyumba ya siri kuna macho yanayonitazama, wengine kwa tamaa, wengine kwa chuki, wananiita baby boy. Niliingia kimya kama mfanyakazi wa ndani, sikujua nitakuwa gumzo la kila chumbani. Tabasamu la kwanza lilikuja kwa upole, lakini nyuma yake ndio ni nyumba 150. Yes, kifika mwingie moja kwa moja. Sawa. yani kama mpenzi, mapenzi matamu hadi nahisi uchungu. Alinipa mbingu kwa maneno, lakini moyo wake ulikuwa kaburi. Ndani ya nyumba ya siri kuna macho yanayonitazama, wengine kwa tamaa, wengine kwa chuki, wananiita baby boy. Madam. Niliingia kimya kama mfanyakazi wa ndani. Madam. Sikujua nitakuwa gumzo la kila chumbani. Madam. Tabasamu la kwanza lilikuja kwa upole, lakini nyuma yake kulikuwa na mawimbi ya moto. Macho yao yananifuata kila kona, maneno yao yanagongana mezani, wengine wanataka karibuni. Bina. Hapo. Jomba huyo. Naam. Anko, hapa ni wewe jomba wewe. Ni mimi. Hebu umenenepa. Umenenepa. Asante, asante. Jomba karibu sana. Nashukuru. Karibu sana. Karibu kiti. Nashukuru sana. Ninashukuru mno. Mama yangu. Bwana. Shikamoo. Marhaba. Zako. Wema si? Wazima kabisa? Uko wazima. Hauko kwema. Sawa kabisa. Ndio. Karibu binamu. Asante. Habari za nyumbani lakini? Nzuri. Hawajambo?
Ni vizuri. Jisikia kama upo nyumbani. Sawa. Messi. Naam. Njoo. Mbona mjomba? Ndio. Njoo. Naam. Njoo. Mara. Zao kutoka hapo. Kwema sasa. Mambo yaendaje? Namshukuru. Vipi? Mambo yaendaje? Mmekuwa? Asante mjomba. Mdogo. Mjomba. Vipi lakini mjomba? Sasa kwanza safari ilipokuwa imeanza vizuri. Sawa. Ila tulipofika tu hapa. Tumezunguka. Huku na mimi mpigie mjomba, mimi mwenzako Mungu sijui chochote, sijui kusoma. Nimempigia hapo Kenya. Mwisho wa dakika anakuja anasema namba 150. Kumbe tuko ukutani tu hapo gate. Mjomba. Mimi mjini. Si unajua? Yaani tumetembea mimi nikasema nimetosha. Kidogo tu kurudi. Nimetakiwa kugainisha. Wewe ni mjomba sasa. Nimechoka. Nimekosa mwelekeo. Leo nimesimama peke yangu. Nikioji chaguo la sasa. Nikikuangalia kwa muonekano wako, nguvu nazo utaweza kufanya kazi yote ile. Na ukapita tu vizuri. Kwani umependa kufanya kazi za ndani kwa watu? Bro, maisha yana changamoto nyingi sana. Sio kama mimi napenda kufanya hizo kazi za kike, ila mimi kuja kwenye familia huku nimekuja nikiwa na sababu. Kuja kwenye huu mkoa nimekuja nikiwa na sababu. Bro, unavyoona mimi hapa, mama yangu ni mgonjwa sana, ni wa leo au wa kesho, na huku nimekuja kwa sababu ninamtafuta baba yangu. Baba yangu aliondoka nyumbani akamtelekeza mama yangu akiwa ni mgonjwa, na akawa amekuja huku. Kwa hiyo sikuwa na jinsi wala namna yoyote ya mimi kufika huku, ila ilipotokea hii kazi nikaona nije kufanya hii kazi ili niweze kupata nafasi ya kumtafuta baba yangu huku nikiwa najegesha katika nyumba hii. Pole sana. Ni mkasa mkuta, hapo sema nilikuwa sifahamu, ndio maana nikakuja. Nisamee kama nitakuwa nimekosea. Ndio maana nikakwambia unazungumza kitu ambacho ukijui. Maisha ina changamoto nyingi sana. Kwa hiyo leo nipo kwenye nyumba, nimekubali kila kitu. Nadharaulika kwa madada, nadharaulika kwa kila mtu, lakini nayafanya yote kwa sababu ya mama yangu. Mama yangu anahitaji kumwona mzee wangu hata kidogo tu kabla hajafa. Hivyo maneno ambayo anakuwa anaongea mama yangu yananipa uchungu sana mimi, ndio alionifanya mpaka nikatoka kuja huku, kwa sababu nataka hata sekunde mbili tu amuone mume wake kabla hajaaga dunia. So hicho kitu bro, ndio kitu ambacho kimenisababisha mimi nikawa natafuta kazi. Sikutafuta kazi kuja kufanya kazi za ndani, ila kazi iliyopatikana ndio hii kazi ya ndani. Ndio maana naona niko hapa, nimekuja kufanya hiyo kazi. Sawa kabisa mjomba. Sasa mjomba, na vipi umeshaacha yale mambo yetu? Nishaacha. Mjomba. Kweli? Nishaacha na mimi sasa ni mtu wa ibada. Mtu wa kusali kila wakati. Ndio. Ni jambo jema. Sawa. Yaani mjomba sasa hivi kwanza una nawili. Sio kama mwanzo. Mimi kwa kweli niseme niliachana hizo pombe, lakini sikuwa zinipi faida. Makimeyumbo kuyumba. Alafu nilikuwa najivua hata upu kabisa. Ni kweli mjomba. Maisha yanafundisha kwa maumivu. Mimi ndio yule mjinga mpumbavu niliyekubali, nikapenda bila kuuliza, Lozi, nifikia hatua ukubaliane na matokeo na uanzishe maisha mengine. Kwa hiyo napenda kuutesa moyo wako. Mimi ndio yule mjinga mpumbavu niliyekubali, nikapenda bila kuuliza, bila
bila kulizwa hali, ninaowakela moyoni, mzigo mzito rohoni. Niliona ishara zote lakini nikazipuuza kimoyo moyo. Nilijipa matumaini yasiyo na majibu. Je, niambie, kwani mimi ni nani? Acha kunishangaza. Leo hujitambui ni nani? Hapana G. Mimi sio huyu. Mimi sio huyu G. Yani kama mpenzi, mapenzi matamu hadi nahisi uchungu. Alinipa mbingu kwa maneno, lakini moyo wake ulikuwa kaburi la ndoto zangu. Nilipenda kimya kimya, nikajifunza kwa maumivu. Maisha hayapigi hodi, yanakuja na kukubadilisha. Maisha yanafundisha kwa maumivu. Mimi ndio yule mjinga mpumbavu niliyekubali, nikapenda bila kuuliza, bila kulizwa hali, ninaowakela moyoni, mzigo mzito rohoni. Niliona ishara zote lakini nikazipuuza kimoyo moyo. Nilijipa matumaini yasiyo na majibu, nikajenga ndoto juu ya ardhi ya udanganyifu. Nimekosa maelezo, nimekosa mwelekeo. Leo nimesimama peke yangu, nikioji chaguo langu. Maisha ni duara, kuzunguka bila huruma. Ukipenda sana unaumia zaidi. Nilipotea kwa mapenzi, nikajikuta gizani. Nilitaka jibu moja tu, kwa nini mimi? Nilimwamini kuliko sauti ya akili yangu, nikavunja mipaka yote kwa jina la mapenzi yangu. Walisema angalia mbele, mimi nikaangalia